Na ndugu mtazamaji, karibu katika mwendelezo wa masomo yetu ambayo yanahusiana na afya kutoka Erastobi Food Product. Kuna swali nimeulizwa kwamba vinywaji gani ambavyo usisimua mwili na ambavyo vinaweza vikakuachia madhara katika mwili wako. Sasa leo nataka nikuelekeze vinywaji ambavyo vinasisimua mwili, yani vinafanya kitu kinachoitwa stimulation, lakini pia vina alkaloid caffeine. Alkaloid caffeine hii ni aina ya sumu fulani hivi. Kinywaji namba moja ni pamoja na kahawa, yani coffee. Kahawa ni mojawapo ya kinywaji ambayo watu hupendelea sana kutumia, lakini ina alkaloid caffeine kwa kiasi kikubwa, ambayo hii kemikali inapoingia katika mwili wako ina tabia kusisimua mwili, lakini baadaye inakuacha na madhara, kwa sababu inafanya mzunguko wa damu kwenda kasi katika mwili wa binadamu. Hata mishipa ya fahamu, mzunguko wa damu inaenda haraka sana, na hii inafanya mtu ajisikie yuko vizuri, ana nguvu, lakini mwisho wa siku bado inakuwa haileti faida sana katika mwili wa binadamu. Lakini mmea namba mbili ama kinywaji namba mbili inajulikana kama mate. Haya ni majani ambayo hutokana na mti unaoitwa mate, na kinywaji hiki kinapendelewa sana hasa watu wanaokaa Amerika ya Kusini. Mate sio salama kwa afya, na kuna zingine zinauzwa kwenye supermarket, tunatumia kama kinywaji, tunanunua, lakini kiukweli mate ina stimulate, ina alkaloid caffeine ambayo sio nzuri sana kwa afya ya moyo. Usipendelee sana kuitumia mara kwa mara. Imeandikwa mate. Kinywaji kingine ni pamoja na vinywaji baridi vya cola. Tunaita cola soft drinks. Hizi hubeba caffeine kwa kiasi kikubwa, ambayo inaweza ikakuathiri. Mbali na kubeba caffeine, lakini pia uongezo wa kemikali mbalimbali kama hizo preservative chemicals, zile za kutunzia, zinaongezwa kala ama rangi fulani fulani. Nafikiri tunazipata, tunazitumiaga sana. Hizi si salama kwa afya yako. Sasa utafiti unaonyesha kwamba kwa mtoto mdogo inamwathiri zaidi. Kama unapenda kumpa mtoto wako vinywaji vya cola, inamwathiri zaidi kuliko mtu mzima, na inaonyesha kwamba inaweza kampelekea mtoto matatizo ya usingizi, yani sleep disorders, lakini pia inaweza kapelekea mabadiliko ya kitabia kama atatumia mara kwa mara, na pia inaweza kampelekea shida kwenye neva za fahamu. Kwa hivyo si salama sana kutumia, tutumie kwa kiasi. Hii inaweza katusaidia sana. Na kinywaji kingine ni pamoja na chai ama tea. Mara nyingi chai hupatikana baada ya kuchanganya na maji ya moto. Na haya majani kama utatumia mara kwa mara, mfano wengine wanatumia mara 3 kwa siku, ama glass 3 kwa siku, ni hatari sana kwa afya. Tumia kwa kiasi kidogo, na usipendelee sana kutumia vinywaji hivi wakati usiku unapokaribia kulala. Usingizi unaweza kupotea. Wale wanaotumia sana ni shahidi. Na mara nyingi kuna aina mbili za chai ya majani. Kuna green tea ambayo inatupatia chai lakini imechachuliwa, ni fermented. Lakini pia kuna black tea, kimaana ya majani nyeusi, ambayo pia inatuletea chai. Lakini zote hubeba kiasi cha caffeine kwa kiasi kidogo, sio kama kahawa. Kahawa hubeba kwa caffeine kwa kiasi kikubwa. Kama utazitumia mara kwa mara, inaweza kukuletea shida kwenye mfumo wa ubongo na matatizo ya usingizi. Unaona, ukapata sleep apnea. Sasa ni vizuri ukatumia kwa kiasi kidogo. Kila kitu tumia kwa kiasi chake, usizidishe. Ukitumia asubuhi inaweza katosha. Usipendelee sana kutumia chai usiku. Wengine wanatumia chai mara 3 kwa siku, wengine mara 4 kwa siku. Na kinywaji kingine ni pamoja na iced tea. Mara nyingi hii chai inapatikana baada ya kuchanganya maji. Wengine wanaweka limao. Majani ya chai pia huweza kuwekwa pamoja na sukari ama viungo vingine. Hata rangi pia, jamii za kala, huweza kuongezwa pale. Wataalamu wanaofuatilia iced tea au chai ya barafu wanaifahamu vizuri sana. Mara nyingi iced tea au chai hii hubeba caffeine 15 kwa ml100. Kwa hivyo sio salama sana kwa afya yako. Kama unatumia, tumia kwa kiasi kidogo. Na ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo sina la ziada. Nilikuwa nakuelekeza vitu ambavyo vinasisimua mwili. Of course ni vingi sana, lakini leo tumeangalia hivyo vichache. Of course kuna vitu vingi ambavyo ukivitumia vibaya vinasisimua mwili na vinafanya mzunguko wa damu uende haraka, na hata wanaume wanafurahia, walio wengi, lakini mwisho siku ni matatizo. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.